Katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, hapa kuna mradi wa ufugaji wa kuku, lakini usifikirie ni mradi wa kawaida. Katika eneo hili, kuku hawa wanasimulia hadithi mpya, mradi wa kiikolojia unaounganisha ufugaji wa kuku, wadudu na bustani kwa njia ya kipekee. Hapa kuna mradi wa kufuga kuku, kuna mradi wa kuzalisha wadudu, lakini pia kuna mradi wa bustani. Labda unajiuliza, kwa nini mradi wa kuku na ufugaji wa wadudu kwenye eneo moja na bustani pembeni? Mradi wa kuku upo kwa sababu tunahitaji chakula ambacho kinazalishwa kutoka kwa wadudu. Wadudu tunawalisha kuku, lakini pia wale wadudu tukiwa tunawazalisha tunapata mbolea. Ile mbolea tunaipeleka bustanini. Kwa nini wadudu? Kwa nini kisitumike chakula kingine? Tunawafuga hawa wadudu kwa sababu wenyewe wana uwezo mkubwa wa kubadilisha matakataka ambayo yanazalishwa sokoni, yanazalishwa majumbani, na wenyewe wanapokula yale matakataka wanayabadilisha kuwa mbolea, na wao wenyewe wakishakuwa wakubwa, wakifika hatua ya kuvunwa, wanakuwa na asilimia kubwa sana ya protini. Sasa ile protini, hawa wadudu ni chanzo kizuri sana cha protini. Sasa wanapatikana kwenye mazingira yetu ya kawaida, na bahati nzuri hawasababishi magonjwa yoyote, na ni rafiki kwa mazingira yetu kwa sababu wenyewe wako kwa ajili ya kusafisha mazingira yetu. Baraka Kiaya ni kijana ambaye yupo kwa ajili ya mafunzo katika mradi huu. Anaeleza hatua kwa hatua jinsi ya kufuga nzi chuma. Kuna aina mbalimbali ya chakula. Kuna matunda, mabaki ya matunda, kuna maganda ya matunda, kuna mabaki ya chakula pamoja na vyakula vya aina mbalimbali. Ukiwa unafuga katika ufugaji mdogo, unaweza ukatumia vifaa mbalimbali kuyapunguza yawe madogo madogo yale maganda au mabaki ya chakula. Aidha kwa kuyakata na visu au na vitu vingine vya ncha kali ili yawe kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya urahisi wa kuoza kwake. Haya hapa mabaki ya matunda na machakula mbalimbali tumeyachanganya. Kwa hiyo haya inakuwa ni rahisi, yakishaoza inakuwa ni rahisi kwa hawa larvas au funza wa hawa nzi chuma kuweza kuyala. Fursa zipo wazi kabisa. Hebu angalia, ni kitu ambacho watu tunakipita mtaani na wakati mwingine tunaona kinyaa, kumbe ni fursa nzuri kabisa, hasa katika ufugaji wa kuku, tena kuku wa nyama. Tunahangaika nini? Kwa kweli hii ni fursa. Hivyo nina kila sababu ya kutaka kujifunza hatua kwa hatua ni namna gani wanakuzwa hawa nzi chuma. Huu ni uchafu ambao nimeingia nao, ambao ndio huu hapa unaonekana. Siku 3 nyuma huu ndo tuliozesha, na ukioza zaidi huu uchafu unakuwa unatoa harufu, ambayo hiyo harufu ndio inawavutia hawa wadudu kusogea eneo hilo. Lakini kwenye uchafu huu kwa juu yake kuna hivi vimbao pamoja na hivi vya plastiki vingine. Hivi kazi yake kubwa tunaviweka juu ya huu uchafu kwa ajili ya kutagia mayai. Kwa hiyo tunavichonga ili tuwe na mashimo kwa ajili ya wenyewe wanaamini mayai watakao wayafiche kwa ndani. Kwa hiyo tunaweka huu uchafu kwenye beseni kama hichi kidogo, alafu kwa juu yake tunaweka hivi mbao. Unaweza kutumia kwa namna yoyote kingine, sio lazima kimbao, ili kwa ajili ya sehemu ya kutagia hawa wadudu mayai yao. Baada ya kupata haya mayai kutoka kwenye vimbao vyetu kama nilivyokuonesha, tunayachukua hayo mayai, tunakuja kuyaweka sehemu yake kwa ajili ya kutotoleshwa. Mayai tunahifadhi sehemu hii kwa ajili ya kutotoleshwa. Mayai yatajiwa hifadhi sehemu ambao kuna giza ili yaweze kutotoleshwa vizuri, kwa sababu hawa wadudu hawahitaji mwanga. Kwa hii hapa ndio sehemu ambapo tunawahifadhi haya mayai. Hivi ni vimbao ambavyo vina haya mayai. Kwa hiyo tunahifadhi kwa ndani ya siku 3 mpaka 4, baadaye wanatotoleshwa hao funza na wanapatikana. Mara baada ya kupatikana hao funza ndipo tunawachukua, tunaendelea kuwalisha kama kawaida mpaka kuja kupata flies wengine au nzi chuma wengine. Mara baada ya kuona hatua ambazo zimepita, basi ni mkaribishe msimamizi wangu aweze kuonesha namna ambavyo tunawalisha hawa funza mpaka kuja kupata flies wengine. Sasa hawa funza baada ya kutotolewa kule tunaweka kwenye container hizi. Hizi ni tunaziita tray, lakini tumekata kutoka kwenye madumu ya kawaida, madumu lita 20 tumeyakata katikati, na tumefanya hivi ili
kuonyesha mtu yote anaweza kafanya. Hatuhitaji vitu vya gharama kubwa kwa ajili ya kufanya hii kazi. Unachukua madumu ya lita 20 unalikata katikati, unapata vyombo viwili. Kwa hiyo hapa tunaweka matakataka, tunaweka wale funza wadogo wadogo. Then baada ya hapo hawa wataanza kula kile chakula. Labda unajiuliza kuhusu harufu, lakini pia wadudu hawa wanapenda kujificha chini ya takataka. Lakini nikwambie tu, harufu kudhibitiwa na kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa salama bila harufu mbaya. Kitu kikubwa zaidi ni kwamba hapa kwenye hizi kontena zetu, hata mtu akitoka huko nje akija hapa hawezi akasikia harufu ya chochote kinachonuka, kwa sababu wenyewe chochote ambacho kinataka kuoza wenyewe wanakila, wanakula, na unaweza kaona kwamba hapa uwezo ukasikia harufu yoyote. Hawa funza wana tabia moja, kwa hiyo wenyewe wana tabia ya kujifukia chini, lakini wao wenyewe kwa kawaida yao pia hawapendi mwanga. Kwa hiyo ukikuta matakataka hapa tumeweka, uwezo ukawaona mpaka ufukue chini. Kwa hiyo baada ya kuwekea matakataka hapa, wenyewe wataanza watakula, na wakiwa wanakula na wao wenyewe wanatoa kinyesi chao. Sasa faida kubwa ambayo tunaiona ni kwamba matakataka ambayo umeyaweka yatabadilishwa kutoka ile hali ya takataka yanakuja kuwa mbolea. Je, ni wakati gani mzuri wa kuwapa kuku chakula hiki kinachotokana na wadudu hawa? Ni muhimu sana kuelewa kwamba wakishaenda hatua ya pupa ni kwa ajili ya kwenda kupata nzi chuma. Nzi chuma, kumbuka, ni kwa ajili ya kutupatia mayai. Sasa kama wewe una shamba lako, una mifugo wako, basi hatua kama hii ambayo wale wadudu wetu wanakuwa bado ni weupe, hii ndio hatua ambayo wanakuwa na protini nyingi sana. Kwa hiyo ni hatua nzuri kwa ajili ya kuwavuna na kuweza kulisha au kuandaa. Labda unaweza kaamua kuwakausha kama unawazalisha wengi kwa ajili ya kuuza, lakini unaweza ukawalisha wanyama wako moja kwa moja. Unaona kama hapa, unaona ni weupe kabisa. Sasa nataka nichukue kiasi fulani hapa, niwapatie kwa mfano kuku wangu. Nafanyaje? Naweza nikaamua kwamba niwachekeche, naweka matakataka haya pamoja na funza wangu, wanakauka vizuri, halafu nachukua wavu nawaweka kidogo, wale funza wote wanakimbilia chini, matakataka yanabaki juu. Mimi naenda kulisha kuku wangu vizuri. Lakini kama sihitaji hiyo shida yote, naweza nikachota tu moja kwa moja. Yaani wakishaona kitu kama hiki, hata kabla hujasogea wanajua kwamba kuna chakula kizuri kinakuja. Utaweza kuona kuku wanawapenda sana wafunza, na ukiweka hapa hakuna funza yote ambaye anabaki. Kwa hiyo wanawala wakiwa fresh, na mtu mwingine anaweza kujiuliza, sasa hamna madhara yoyote? Hapana. Unaweza kaona sasa hapa kilichobakia ni yale ni ule uchafu, lakini hakuna funza yote ambaye amebaki hapa ambaye wanamuona, na bado wana njaa. Kwa hiyo unaweza kuwahudumia wakiwa wabichi moja kwa moja, lakini pia kama unahitaji kuchanganya na chakula kingine, unawakausha, unaweza pia ukawasaga, unawachanganya sasa kwenye pumba, kwenye vyakula mbalimbali ambavyo unakuwa umeshaviandaa, ili kuweza kupata chakula ambacho kina nini, kina wanga, kina protini, kina madini ya chuma, kina chumvi, kina calcium. Sasa binadamu anahitaji maharage ya soya, lakini pia wanyama wanahitaji maharage ya soya. Kwa hiyo badala ya kuwalisha wanyama, sisi sasa tunatumia hawa funza ambao wametokana na nzi chuma. Ni jambo lenye tija. Ufugaji wa wadudu hawa husaidia pia kuboresha bustani, kwani mabaki ya chakula chao kinaweza kutumika kama mbolea nzuri kwa ajili ya mimea. Tunapowalisha hawa kuku na hawa kwa kutumia hawa funza, hatuishia hapo. Kinyesi chao tunakikusanya na tunakitumia kwa matumizi ya kulisha pia wale funza ambao tumeonyesha pale. Lakini wakishakula sasa, kishaliwa, kinabadilishwa kuwa mbolea ambayo ni salama kwa ajili ya mimea.
tunaipeleka kwenye bustani, lakini pia wale funza sasa tukiwavuna tunakuja tena kulisha hapa. Kwa hiyo huu ni mzunguko ambao unategemeana. Hawa kuku wanategemea chakula ambacho kinatoka kwenye funza ambao wametokana na nzi chuma, lakini kinyesi chao tunakihitaji pia, kwa sababu ukikiweka moja kwa moja kwenye bustani hakifai sana. Tunawalisha funza wetu na wanafanya kuwa mbolea laini kwa ajili ya matumizi ya bustani. Hapa ndipo tunajifunza thamani na jinsi gani mzunguko wa asili unaweza kutupa lishe na mazingira safi kuanzia wadudu hadi kwenye kuku na bustani. Tunatoa wito kwa wajasiriamali, kwa wanajamii, wadau mbalimbali wa mazingira na wafugaji ambao wanajihusisha na masuala ya kilimo na ufugaji. Tunatoa wito waweze kujifunza, kwa sababu mradi huu ni moja ya mifano ambayo inaweza ikatekelezwa na mtu yoyote. Hauhitaji kuwa na degree 2, hauhitaji kuwa na degree 1. Unaelekezwa namna ya kufanya hapa na unaweza kufanya kwenye mazingira yako, nyumbani, ukiwa mjini katikati, ukiwa pembezoni, unaweza kufanya. Karibuni sana kwa ajili ya kujifunza na tuokoe mazingira, lakini pia tutoe huduma ambazo za bei rahisi kwa ajili ya mifugo yetu na kwa ajili ya huduma za kijamii. Baada ya kuweza kujifunza haya, ama hakika nimejiona na mimi ni miongoni mwa wafugaji wazuri kabisa ambao wanaweza wakafuga kuku kwa faida, na maana kwamba kwa gharama ndogo, hasa katika upatikanaji wa chakula, lakini vile vile itanisaidia katika kuweza kuokoa mazingira. Lakini yote kwa yote, ufugaji wa kuku unalipa endapo utatumia akili, hasa katika utafutaji na upatikanaji wa chakula. Mimi ni Pasco Jishuli na hii ni Uwimbi Media.